Nam. Okay, tunaendelea kama kawaida mpenzi msikilizaji, na pale pale tulipoishia ndipo tutakapoanzia. Tuliokuwa wote katika sizoni ya kwanza tunajua wapi tulipoishia, na pale pale ndipo tutakapoanzia mpenzi msikilizaji. Baada sasa tunaendelea sasa na pale tulipokuwa tumeishia na ile sizoni yetu ambayo tulikuwa tunaielezea ya yule bwana yule tajiri Filimoni ambaye alikuwa na dada yake Happy, so na yule msela wake yule ambaye ni mpenzi wake yule mpya ambaye alimpata, yani Samueli. Basi tunaendelea pale pale mpenzi msikilizaji tulikuwa tumeishia, lakini kabla sija kuelezea na kumalizia stori yetu ya pili, mpenzi msikilizaji, ungefanya jambo la kiungwana. Kama ni mara yako ya kwanza, subscribe channel yetu, comment, alafu kisha utatuwekea ujumbe hapo kwa juu, unapenda nini katika kazi yetu, yani kama vipi, utuandikie hapo, yani kama unafurahishwa na kama unabweka kuna kitu tunakukwaza labda unaweza kutuelezea. So si tuko happy yani kukusikiliza, tunapenda mteja wetu unapokuwa na furaha na amani. Basi pale pale tunapoendelea ndio tunapoanzia, lakini tunakutajia pia namba zetu za simu. Kama kuna lolote unaweza ukatujuza kupitia hizo namba, hata kama kwa comment, kwa message unaweza ukatuandikia hapo. Namba zetu za simu ni 0788 79 37 31. Kwa hiyo kwa wale ambao unaweza kucomment hapo kaandika chochote tunakupata, alafu pia tutakuja tutaangalia ujumbe wako na pia tutakujibu yani. Basi haina noma, tunaendelea na pale pale tulipoishia mpenzi msikilizaji. Samani kwa vionjo hivyo kwa kukuchelewesha, lakini najua una hamu na huu mzigo kuendelea. Nini ambacho kiliendelea baada ya Filimoni kumkuta Bwashemeji? Bwashe akamwambia sitaki kukuona, nitakupa dakika 3 utoke hapa kwenye nyumba yangu. Akamwambia na wewe yani katika siku ambayo umenikera ni leo, unaniletea kipuzi hichi, unaniletea ndani kwangu mimi. Yani mimi kukuhudumia kote na kukuonga paka na kununulia paka magari mdogo wangu, yani nakupenda, alafu unaniletea kapuzi kama haka, mimi nikapeleke wapi haka? Hata kwenye kiganja akajai. Yani kaka swali muashia mdogo wa mtu. Basi akawa amekasirika pale, ametoka akawa analia tu sasa, yani ile kitendo kimemkwaza, yani ameingia ndani analia. Basi kaka mtu naye akawa amemfuata kule, akawa anamuona sasa mdogo wa mtu anavolia tu, yani analia kinyama yani. Sasa so mchizi akawa ameondoka, baada kufika nyumbani akawaambia masela wake, yani nimewashiwa moto washikaji, yani kaka yake kanikuta, yani kanikomandiki noma, yani kidogo anipumua hata na bastola. Sisi tulikwambia yule ana bastola yule. Marafiki sasa wanamwambia wale marafiki zake wale mboga saba, wanamwambia sisi tulikwambia yule pale mchizi ana bastola, kwao ni wakishua wale. Wewe unaenda tu unafakamia watoto wa matajiri, utauawa ndugu yangu. Kaa utulie na makapuku wenzetu tu huku mtaani msela wangu. Mbona bidada wako wazuri tu na warembo, ingawa na hawana pesa. Angalia vitoto vya watu vya kishua, utakuja kuuawa wewe. Sisi tuje tukaanze kulilia hapa, tukuzike maiti hapa. Basi so mchizi akawa ameondoka. Sasa baada ya kuondoka pale akawa amekasirika, naye bidada naye akakaa. Usiku ulipofika akawa na mawazo mengi, akaona huyu kaka asintania, yani akawa ameondoka, ameenda kwa msela. Alipoenda kwa msela yani akawa amekaa zake, wanapiga story nini kidogo, akapitiwa na usingizi. Alipopitiwa na usingizi so akalala moja kwa moja mpaka asubuhi. Sasa kaka kule amempigia simu, amemtafuta yani nini, mpaka kapiga simu hadi kituoni, yani mdogo wangu amepotea masaa 24 aliyopita, simuoni nini. Akawa anatafuta mara kidogo asubuhi. Sasa mara kidogo ndo kaka anarudi. Sasa baada ya dada kurudi, sasa anamkuta kaka yake akiwa amevimba, amekasirika. Akamwambia hivi unanitania ina maana umeanza kulala nje na huyo mtoto wako wa kahaba, huyo mchizi huyo ambaye anakuzingua nini mpaka unalala nje? Sasa subiri nitakuonyesha. Kaka kama ametoka pale, baada ya kutoka akaenda akamkamata mshikaji, afu akamtia selo yani. Baada ya kumtia selo yani mchizi kawekwa sasa ndani. Akawa mchizi anaomba sasa msamaha pale, asamehewe. Anamwambia mimi kaka sitorudia tena Bwashe, kutokana na mdogo wako, wewe nisamehe tu, mimi nitoke. Mchizi akamwambia ni hapa utoki. Masela basi wakawa wametoka pale na kwenda kumuomba msamaha mchizi, yani wanamwambia wewe mshikaji, tunakuomba basi tusamehe tu mchizi wetu, mwachie tu jamaangu, kama vipi sisi tutampiga marufuku asije tena kwa dada yako, lakini mwachie msela atoke kituoni, mwanangu kituoni sio pazuri pale mwanangu, kuna kunguni wa hatari mwanangu. Mchizi anaweza kaumwa malaria hapo, hatuna hata 100 yani. Sisi wenyewe tunategemea kubeti yani, Manchester ikizingua ndo tumefeli yani. Wewe mwanangu kama vipi msamehe tu mchizi. Mchizi akamwambia mimi siwezi kumsamehe na wala hawezi kutoka. Basi naye bidada akawa amesikia sasa Happy kwamba mchizi wake amekuwa kituoni, so akawa analia, anamwambia ni kaka, unachonifanyia mimi sipendi kwa kweli, yani unaenda kumweka mtoto watu ndani, kukukosea nini? Basi bora unihukumu hata mimi yani, ambaye ndo nimekosea, mimi ndo nimemfuata msela, lakini wewe huwezi elewa mapenzi jamani kaka yangu. Sasa unafikiri mimi nitatembea na nani? Yule ndo nimemuelewa. Akamwambia hata kama umemuelewa ndo unaenda kutembea na maskini kama yule?
So watoto wa kishua wanadharau sana watoto wa kimaskini. Kwa hiyo akawa anamdharau sana mselani, anamwambia unaenda kutembeaje na mtoto kama yule. Basi sasa akawa amemwacha pale, lakini sasa wakati machizi wamekaa wanapiga story, wanawaza nini watamtoaje msela. So wanamuona mshikaji anakuja, yani mshikaji kuja, akawa wamekumbatiana, wamesalimiana pale, akamwambia uwezi amini nimeachiwa bwana, nimetoka kituoni. Akawa mchizi amefurahi. Sasa so kuna kadada fulani ambako kaka yake anakaelewa sana, lakini ako kadada nako pia ni kimaskini, kanauza mgawa mmoja huko kitaa. Yani safu kale kadada ni marafiki sana na wale washikaji wale wa kubeti, yani ni marafiki sana. Yani sasa siku hiyo so akawa amemchukua ile bidada akampeleka nyumbani kwao. Baada ya kumpeleka nyumbani kwao msela sasa ambaye ni kaka yake sasa Filimoni, baada ya kumpeleka nyumbani, kumbe yule bidada anaelewana sana na dada yake, wanafahamiana yani. Basi dada yake kumuona alimrukia, akamkumbatia pale, akamwambia da, rafiki yangu karibu sana, hapa ndo kwetu nini. So akawa amejikataa, amewaacha hapo. Sasa bidada akati anaangalia ile nyumba, anaona kama nyumba ni ya kishua sana, afu kama amekosea yani kumkwenda kwa mshikaji kumpenda msela, wakati msela ni tajiri, afu dada maskini. Dada akawa anaogopa yani ile, akawa sasa ametoka pale, ataki yani kusikia kaka. Akanamwambia kaka, baada ya kuondoka pale sasa akawa anawaza sasa, hataki yani kuolewana na mshikaji tena, yani hataki kabisa. Sasa msela akawa anamwambia sasa yule dada, bwana mimi nakuomba tu wewe mpenzi wangu, mimi nakuoa kabisa. Bidada akasema hapana, mimi siwezi kuolewa na wewe, kwanza ni wakishua, alafu mimi ni maskini sijui nini. Sasa yule bidada akawa ameenda kwa marafiki zake wale masela wale ambao wanabeti wale, akawa anamwambia bana, unajua kuna msela mmoja wa kishua mimi kanielewa sana na ananipenda, so sasa mimi naogopa, yani mtu mwenyewe ni wa kitajiri na nini. Akawa ni marafiki zake wanagonga pale, anamwambia da, hiyo mwanangu ni bahati, lakini ndio hivyo sasa, utafanyaje yani. Sasa akawa anapiga mastori mengi na nini, mara kidogo akawa ameondoka. Baada ya kuondoka sasa, msela akaja akagundua kwamba yule bidada ambaye anampenda yule wa pale hotelini yule maskini ana urafiki na wale masela. Sasa akawa anamuita msela mmoja pale katika wale washikaji wale ambaye ni mmoja wa bwashe wake, akawa amemuita msela, akamwambia bwana, naomba kanisemeshe yule mtoto, mimi namuelewa, nampenda sana yani, mimi kama vipi hata hela nitakupa yoyote unayotaka yani. Akamwambia nitakupa naila 5,000 yani yeye pesa ndefu ya huko kwao yani, ambao akamwambia ni ukinitongozea tu ile dada mimi nitakupa hela ni ya kutosha yani, hiyo ni kama advance. Basi msela ameenda anamwambia yule bidada, anamwambia kwamba bana, msela anakuelewa sana mwanangu, kama vipi wewe mkubalie tu msela, ni si unajua tena mwanangu, wewe hata kama ni wakishua wewe mkubalie tu, alafu utakuwa naye mambo yanaenda fresh yani. Lakini so yule bidada akawa anakataa, anaogopa na nini. Lakini baadaye sasa msela akawa ameenda sasa kwa yule bwashe wake. Sasa akawa anamwambia bwana bwashe, bwana mimi yani kwa kweli sio siri yani, nimekosea nisamee, na siwezi kurudia tena kuwa na dada yako, na hapa ninakwambia nisito mrudie tena dada yako. Na akawa amejikataa na ameenda zake nyumbani. So akaamua tu msela afanye mambo yake, yani hataki tena masuala ya ugomvi na kama nini kuwekwa ndani, yani hataki yani ile. Akawa amemwambia bwashe, kilo safi, mimi mdogo wako nimemwacha tena, sitaki kuwa naye. Basi dada akaja akasikia hiyo kauli, basi alilia sana, akamwambia kaka, yote umesababisha yani, mpaka mpenzi wangu anitaki tena yani, sasa nataka uniambie tatembea na wewe. Sasa kaka, ni mimi nimeumia, nateseka na mapenzi, alafu unaninyima kuwa na mpenzi wangu wakati mimi nampenda yani, ndio kila kitu kwangu yani. Mimi sasa hivi hapa chakula hakishuki yani, hata kuoga siogi wala sili chochote kwa sababu ya mpenzi wangu. Wewe unaenda unamkasirisha mpaka amenikataa. Kaka akamwambia bana, tulia, mimi siwezi kukatazia mpenzi wako, mimi jamaa yako likaongea vile, lakini mimi nitakusawazishia. Sasa baadaye ile bidada akawa amekuja pale kwa marafiki zake wale, yule bidada ambaye anapendwa sasa na msela Filimoni, akawa amekuja kwa marafiki zake pale kuenjoy na nini na kuongea. Mara kidogo mchizi naye akawa amekuja na dada yake pale, yani kufika pale na dada yake, dada ndio anaenda kupata sasa umbea pale, kuambiwa kwamba huyu bidada huyu anapendwa na kaka yako, afu ni wa kimaskini. Sasa wewe dada akawa anamwambia nani, kaka wewe unanikataza mimi kuwa na maskini huyu hapa ambaye ni mpenzi wangu, sawa mpenzi wangu huyu hapa ni maskini kweli Samueli, na namuelewa na nampenda, lakini mbona na wewe umeenda kumpenda mdada wa kimaskini? Kwa hiyo dada nani, kaka, lazima ujue mapenzi hayachagui. Mapenzi unaweza ukapenda popote pale, mapenzi unaweza ukampenda yoyote yule, mapenzi unaweza ukampenda hata kichaa yani, so unaweza ukamuelewa tu kwa sababu mapenzi hayachagui yani. Ndio maana unaona mkubwa anaolewa na mdogo, mdogo anamuoa mkubwa, na babu anamuoa kijana, kijana anamuoa babu, bibi yani, ndio hivyo yani, mapenzi hayachagui. So unaweza kumpenda maskini, unaweza kumpenda tajiri. Kwa hiyo mimi baba, mpaka hapo mzee, mimi kaka nisikuelewi yani. Basi kaka akawa amesema mimi nimewakubalia muwe pamoja na mpenzi wako na mimi na mpenzi wangu huyu hapa. So kila mtu akachukua, huyu ni bidada ameolewa na mwanaume maskini na kaka pia naye ameoa mwanamke maskini. So akawa wamekubaliana pale bwana, mzigo wetu ndo ukawa unaishia hapo, ni ndio mwisho wa mzigo
wetu. So mimi nimejifunza yani kwamba usimnyanyase mtu hata kama ni maskini, yani wewe kuwa tajiri usimnyanyase yoyote yani. Basi usisahau kucomment, kulike na kusubscribe channel yetu, uwe wa kwanza kabisa kupata vitu